Ladies and gentlemen, welcome to the Brother Rogers YouTube channel. If you're watching this video, kindly I request you with all due humility, click that subscribe button and remember to turn on your notification bell. We only want 1,000 subscribers. We are at 700 and we are remaining with below 300 subscribers so that we click our target 1,000. What you can do, if these Bible stories make you happy, they encourage you, you can share with colleagues, you can share in your church WhatsApp group, you can share with family members, and we preach the gospel together. I will be mixing Swahili and English, ladies and gentlemen, where possible and where due. I was reading the book of Daniel, chapter number 3, verse 1 onwards. And I met a very encouraging Bible story. I'm going to dwell on 3 subjects: King Nebuchadnezzar and the 3 young boys, Shadrach, Meshach, and Abednego. The book of Daniel starts by giving us the story of King Nebuchadnezzar, how brutal he was, how commanding he was. Ilifika wakati kwamba Nebuchadnezzar akaenda akatengeneza miungu, akaileta na akasema kila mtu aliye katika serikali yake na kila mwananchi ambaye yupo chini ya uongozi wake lazima bila kurudi nyuma aanze kuabudu hiyo miungu. Kwa hivyo akatengeneza kamiungu akaweka mahali na akasema, mtakaposikia tarumbeta kila mtu ainame na kumwabudu. Akaweka sheria. Ingekuwa ni Kenya, angeita Matiang'i amwambie gazette this order. Kila mtu Mkenya atakaposikia tarumbeta ainame chini na abudu miungu ambayo nimetengeneza kama mfalme Nebukadnezar. Natumai wakati huo kulikuwa na vyombo vya habari na maneno yakatangazwa katika redio, yakatangazwa magazetini, yakatangazwa katika runinga na kila mahali, ili kila mtu ajue kwamba the king has said and he has commanded, you have to bow down and worship. Masaa yakatolewa kwamba wakati siku fulani na saa fulani tutatoa amri na kila mtu ainame chini na kuabudu miungu. Wakati ukafika, tarumbeta ikapigwa. Biblia inasema kila mtu alikimbia mbio akainama chini na kuanza kuabudu ile miungu Nebukadnezar alikuwa ametengeneza. Lakini kitabu cha Danieli kinaniambia kwamba kulikuwa na vijana 3 ambao walikuwa wanamwabudu Mungu wa ukweli na roho, God the Father, the Son and the Holy Spirit. Wakasema hii ukiritimba na hii ujinga ya Nebukadnezar sisi hapana tambua. Wakakataa, they refused. Those who were around them wakaenda wakawashtaki, because Shadrach, Meshach and Abednego, the Bible says, Shadrach, Meshach and Abednego, the Bible says they were part of the government employees. Wakaenda wakasema, Nebukadnezar, iko vijana hapo wafanyakazi wako ambao wamedinda, wameringa kuinama chini na kumwabudu. Nebukadnezar akasema, call them here, those are small boys and I will deal with them. So an order was given. The young boys were brought forward. Nebuchadnezzar asked them, haya maneno ninasikia ni ya ukweli kwamba mmekataa kuinama na kuabudu miungu? Those boys really got fed up. And they answered very respectfully, "Oh King Nebuchadnezzar, live forever your majesty. As far as we live, there is no single day we will bow down. Hakuna siku tutainama chini na kuabudu hiyo miungu unayosema. Sisi tunamwabudu Mungu aliye hai, Mungu wa Yoshua, Mungu wa Abraham,
Huyo ndiye tunayemwabudu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Samueli, Mungu wa Isaya. Huyo ndiye Mungu sisi. Akituambia inama, tutainama leo mbele yako. Akisema, kama hajasema sawa, hii yako haiwezekani. The Bible tells me the king got furious and angry. He gave a command. Akaita wale watu wakubwa katika serikali, akawaambia, now I want these boys to be punished because they have gone against the order from the king. Biblia inasema the punishment by then ilikuwa ni moto. So the government security agencies were summoned. Wakaambiwa, nendeni muwashe moto mara 7 na hawa vijana warushwe ndani. I don't want to see them. So the people, the government senior officers, they went, and the Bible said waliwasha moto 7 times hotter than the usual fire. You can imagine. Moto mkubwa, flames of fire that people could stand like 200 meters away to protect themselves from the heat. So Biblia inasema wakaenda wakaletwa wale vijana 3, wakafungwa miguu na mikono, na wakaitwa vijana wenye misuli na wazee wazito, wakaambiwa, you carry these boys and throw them into the flames of fire. The Bible says wale watu wanaume walipowashika Shadraka, Meshaki na Abednego kuwarusha ndani ya moto, the Bible says ndimi za moto zikawamaliza kwanza. Hao waliowashika Shadraka, Meshaki na Abednego, they perished in the flames of fire because the fire was 7 times hotter than the usual fire. Wakakufa kwanza kabla hata Shadraka, Meshaki na Abednego hawajafika ndani ya moto. Ndugu, wale maadui waliokupangia kwamba utakufa, watakufa kwanza kukuliko. Wale walipeleka nguo zako wakasema hautazaa mtoto, utazaa kabla hawajazaa, na watashangaa sana. They will get shocked. Wale wachawi ambao walisema gari itakuua, watakufa kabla hiyo gari hata haijakumaliza. They will die fast. They will go. Our God is a God of power. Waliosema kwenu hamtasoma, wao ndio watabaki wakikunywa pombe, nyinyi mkiendelea na shule. It's the Bible. Waliosema hautaolewa, utaolewa kwanza, ufanye harusi, na utawaacha nyumbani wakiteseka kutafuta mabwana. It's the Bible. Biblia inasema waliowashika Shadraka, Meshaki na Abednego, ndimi za moto zikatangulia kuwamaliza kabla Shadraka, Meshaki na Abednego waingie ndani ya moto. Kuna majambazi wamekupangia kuja kukumaliza usiku. Watamalizwa njiani kwanza kabla wafike nyumbani kwako. Mtu asema amen. So powerful. Waliosema biashara yako itakufa, yao itatangulia kukufa, wafunge waende nyumbani, wakuone ukiendelea. It's not a joke. Mtu ambaye angehitaji kupokea baraka angesema amina. Because ukisema amina unasema na ikue jinsi ambavyo tumekubaliana. You say amen. If you want to receive, say amen. Kuna watu waliwadharau wakasema kwenu hamtawahi toka katika umaskini. Watabaki umaskini kwenu mkijenga nyumba za magorofa wakiangalia na macho. Mwimbaji mmoja alisema waliokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima, na Mungu atakuandalia meza mbele ya maadui zako, na utakula wakisaga meno. That is the Bible.
Haijalishi wameyasema nini pale nje, haijalishi wamekusungumza nini, haijalishi yale ambayo wamepanga. God will finish them before even you get finished. Simple. God will finish them. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Ule mkutano walifanya jana usiku pale mtoni, wachawi wakisema kwamba kwenu mtakufa na magonjwa. They will die fast before you die. They will die as you live. Watazikwa wewe ukiendelea na maisha. They will die. Watakufa. The Bible says waliporushwa ndani ya ndimi za moto, Biblia inasema baada ya dakika chache Nebukadneza alishtuka sana. Alipoangalia akaona vijana wawili akaona vijana watatu wanatembea na kuna mmoja mwingine wa nne ameongeza. Hai! Biblia inasema Nebukadneza hakuamini macho yake. Alijaribu kutafuta maji na kunawa uso, lakini aliona watu wanne na akaanza kuuliza wale walikuwa karibu na wao, hebu kujeni bwana, si tuliona waliorushwa ndani ya moto walikuwa watatu, na huyu wanne ambaye amevaa nguo nyeupe ni yupi? Mtu gani huyu bwana? Hey! And these guys are majestically walking in fire. They are not dying. Nebuchadnezzar was terrified. Alishtuka. Waliokupangia babaya watashtuka. Watashtuka. Waliosema malaria itakumaliza watashtuka wakikuona ukitembea ukiwa na afya nzuri mwaka mzima. They will get shocked. They will never believe. Hawataamini. Hataamini. They won't. Waliosema hautanunua gari utatembea hadi ufe. They will never believe wakikuona ukiendeza Range Rover. They won't believe. Hawataamini. They won't believe. Kuna watu mnaonitazama kwenu, watu walisema hamtajiweza na sasa mmejiweza. It's about God. Kuna watu walisema kwenu nyinyi kitakacho wamaliza ni umaskini, lakini leo kwenu ndio kuna compound kubwa, mmejenga manyumba mazito. It's about God. It's a true testimony. Kuna watu mnaniangalia kwenu hata mngevaa viatu, lakini sasa hivi mnavaa viatu mpaka vingine mnatupa zikiwa mpya. It's about God. Kuna watu mlikuwa mnanyeshewa, sasa mmejenga manyumba makubwa kwa sababu watu waliwadharau, lakini Mungu akawaokoa. It's a true testimony. The Bible says Nebuchadnezzar did not believe his eyes. Akatuma watu akasema hapana. Sasa kwa sababu hao vijana nimengoja na naona wakitembea kwa nguvu zaidi, just call them here. Biblia inasema walipotoka, they could not even smell the smoke. They were more energized than when they were thrown into the fire. Kumbe the fourth person was God. Alikuwa ni malaika wa Mungu aliyeshuka kuwalinda. Walipotolewa pale, watu wakajaribu kunusa waone kama watanuka moshi, hawakupata kitu. That is how God is protecting you, ladies and gentlemen. Hivyo ndio Mungu anakulinda. Waliosema hautaendelea watakuja kwako kuomba lessons. Can somebody say amen? Waliosema ndoa yako itakufa, they will come to you asking for lessons. Tutafanyaje ndoa yetu iendelee? They will come to you. Waliosema hautaweza hesabu darasani watakuja uwaonyeshe vile algebra inafanywa. They will come. They will be forced to. Nebuchadnezzar was forced to go down and lower himself to ask Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach and Abednego. Nebuchadnezzar akawauliza, hebu kujeni ndugu, what really happened? Can you tell us? Na kuanzia hapo Biblia inasema Nebuchadnezzar gave an order, akasema, from today the only God to be worshipped in this nation is the God of Shadrach, Meshach and Abednego. There is no any other God. That's how God works. Unajua kuna watu wanakutembelea kila asubuhi kwenu
Sio eti wanakuja kukusalimia. They are coming to check if ile malaria walisema jana usiku wakikutana mahali kama imekushika. Wanakuja wanapata bado una afya zaidi kuliko vile ambavyo walikuacha. Ai! Kibu mtu. Shida yake ni nini? Kuna watu walienda kwa waganga wakasema utaachana na bibi yako. So they keep visiting your place to see if you have separated. Wanapata munaendelea kuongeza upendo zaidi. Hai! Hai kimutu. Hani huyu Mungu yake ni nani huyu? Ai. Finally they will come to ask you, ndugu. Mnapendana na bibi yako bwana. Si tuambie siri na sisi tuende. They will come for lessons. Watakuja. They will come. Ladies and gentlemen. Kuna watu walisema hiyo kanisa yenu mtafunga lakini bado mnaendelea. Washirika wanazidi kuongezeka maradufu. They will come for lessons. Watakuja. Kuna mtu alienda akaweka tu maneno kwa mdosi wako kwamba ufutwe kazi. Amejaribu juu chini. Ameweka udaku. Akimaliza kazi anasema huyu sasa kesho hatakuwa kwa ofisi. Akikuja kesho anakupata yuko pale na mnapendana na mdosi kushinda vile mlikuwa jana. Hai, anashindwa. Huyu sasa huyu pepo gani? Sio pepo, ni Mungu. It's God. Kuna watu wanaomba uvutwe kazi. The more they pray that you get sacked, the more you get promoted. Wanashindwa. They'll finally come and ask you, ndugu, dada, can you tell us the secret? Siri ni nini bwana? Najua kuna watu wanakungoja ukonde. Na ukondi, the more wanasema utakonda, the more unaendelea kuleta kitambi. Hey. The more wanaleta udaku kwa kazi, the more unakuwa promoted. I love this. Nebukadneza akasema kuanzia leo yule Mungu atakaye abudiwa hapa ni Mungu wa Shadrach, Meshach and Abednego. There's no question. Hakuna swali. Hiyo story tumemaliza. They became out victorious. Mtu asikutishe. No. Mtu asikutishe, hapana. Maambie I'm of God and I'm blessed. Whatever you want to do, just do it. You know, Shadrach, Meshach and Abednego, they told Nebuchadnezzar, we will not worship your God. And even if our God will not rescue us from the flames of fire, we will never compromise our God. This is so powerful. Najua kuna mtu anakuletea udaku, muachane na bwana yako. Kila siku anakuletea udaku. Bwana yako tulimpata na sijui ni nani. Bwana yako tulimpata lodging. Bwana yako tulimpata na condom. Bwana yako udaku morning evening. Kumbe wanataka muachane na bwana yako. The more wanaleta udaku, the more unazidi kupenda bwana yako. Wanashindwa pepo gani sasa? Tulifikiria watu wanaachana. Wanakuletea udaku Saturday jioni. Wanasema, bwana yako leo amekula wasichana 20. Leo tulimpata kwa bar. Na alikuwa amebeba wasichana 200. Na alikuwa anawapatia pesa, imagine. Na yeye hata hajawaja kutengenezea nywele. Kuna bwana mbaya, careless. Hiyo udaku wanakuletea, wanafikiria mtakosana na bwana yako. Kesho wanawaona mkishikana mikono kwenda kanisani. Wanashindwa ganya ugani sasa. It's about God. And that's how God works. Usifikirie kwamba kila maneno unaambiwa ni mazuri na ya kiurafiki. Kuna yale yanataka kukuharibu. Kuna yale yanataka kuharibu kazi yako. Kuna yale yanataka kuharibu nyumba yenu. Kuna yale yanataka kuharibu maisha yako. Kuna yale yanataka kupromosha biashara yako. Be very, very, very careful on the udaku that you take. Wewe unafikiria huyo bestie wako anakusaidia atie, yani bestie, yani umesema, yani you mean my boyfriend can do that? You mean? Yake hii dunia. Yani bestie, yani you mean.
Your bestie anataka muachane na bwana yako apite nyuma na atoroke na yeye. Be careful ndugu yangu. Dada, be careful. Chunga sana. Hao wanataka kukufukuza mahali umeweka biashara, wakikuletea udaku kila siku. They want you to run away so that they can put their businesses there. Be careful my friend. Kuwa mtu mwenye ako na akili. Wewe wasikize, chukua udaku wenye unaweza kutumia, lakini be very cautious. Wale waliopeleka udaku kumbe ndio walikulwa na moto wakaisha. Waliopeleka udaku ati Mudosi, umelala. Shadraka, Meshaki wamekataa kuinama. Walete, funga, rusha kwa moto. Wale walileta udaku ndio walitangulia kuisha. Moto, the Bible says the flames of fire consumed them. Nobody could even recognize them. Hata mifupa ikupatikana. It's about God. That's the gentleman. If these Bible stories encourage you and they're very powerful, you have no reason. Click that subscribe button. And please share this video with your colleagues and friends. Wacha tuhubiri injili ndugu. Let's preach the gospel. Let's encourage one another. You can go read yourself the book of Daniel. Ni refu, singeweza kusoma hapa kwa sababu it will consume a lot of time. Go read the book of Daniel chapter 3. Start from verse 1 kuteremka. Hautabaki kuwa vile ulikuwa. You will be blessed. Wacha Mungu akunene. Najua kuna mnao nitazama na mumelia sana, Mungu awatendee. Na wacha Mungu asikie maombi yenu leo kwa sababu umetazama hii video. Kuna watu mumelia kutafuta kazi. Wacha Mungu awanenee kwa sababu umetazama hii video. Kuna wale mnalia kutafuta mabwana na mabibi. Wacha Mungu asikie maombi yenu katika jina la Yesu. Kuna wale ambao mko wagonjwa, unanitazama ukiwa kitandani hospitalini, na Mungu akakuponya katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu mmeombewa mkufe katika accident, lakini gari haianguki. Watu wanakungoja gari kumalize, lakini haumaliziki. It's because of God. May God encourage you. May God add you some strength. And may God protect you wherever you walk. In Jesus' name, amen.